Ndugu zangu katika imani, maudhui yangu ya leo yatakuwa mafupi sana, nikiwakumbusheni tu katika Ijumaa iliyopita Khatibu alituzungumzia fadhila za masiku 10 ya mfungo tatu, na leo ndiyo siku ya 10 ambayo ni siku al-yaumul ashiru al-adha, ndiyo siku ya kuchinja, na maudhui yangu yatazungumzia fi fadilatil udhiya, katika ubora wa kuchinja. Khatibu alituambia kwamba kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ubora wa siku ya leo ya 10. Alituambia man qarraba qurbanan fihi fa awwalu qatratin min damihi ghufira Allahu min dhunubihi wa dhunubi ayadihi. Na hadithi inaendelea, wa man at'ama fihi mu'minan au tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athahu Allahu ta'ala aminan wa yakunu mizanuhu athqala min jabalin Uhud. Sadaqa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika leo hii siku ya 10, yoyote yule ambaye atajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kuchinja mnyama, basi mtu huyu itakuwa kila tone moja la damu la yule mnyama, ghufira Allahu lahu dhunubahu wa dhunubi ayadihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi ya mtu huyo mwenye kuchinja na madhambi ya ndugu zake. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile Mtume anaendelea anasema, wa man at'ama fihi mu'mina, na mtu ambaye amemlisha leo siku ya Idi mtu muumini. Ndio ukaona kwamba kuna asili ya watu kualikana kwenda mtu kutembelea kwa ajili ya kumlisha chakula. Wa man at'ama fihi mu'mina, na mtu ambaye amemlisha mtu muumini chakula, au tasaddaqa fihi bi sadaqati, au mtu akatoa sadaka leo hii ya Nahar, ba'athahu Allahu ta'ala, atamfufua Mwenyezi Mungu mtu huyu aminan, siku ya kiyama hali ya kuwa na amani kabisa katika moyo wake. Wa yakunu mizanuhu athqala min jabal Uhud, na itakuwa mizani yake ya hisabu ina uzito kama sawasawa na mlima Uhud. Tumwangalie Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Ama mtu ambaye itakuwa nzito mizani yake ya heri siku ya kiyama, mtu huyu atakuwa katika maisha yenye kuridhiwa, na hakuna mahali pengine maisha kwenye kuridhiwa, ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, na yule ambaye itakuwa mizani yake ya heri ni hafifu, imekuwa haina kitu, mtu huyu atakuwa katika maisha mabaya, katika maisha pepo, maisha moto. Fa ummuhu hawiya, makazi yake ni hawiya. Wama adraka ma hiya, jambo gani limekujulisha wewe ni nini hawiya? Narun hamia, ni moto mkali. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, waman at'ama fihi mu'mina, mtu ambaye amemlisha leo mu'min siku hii bi sadaqa, au akatoa sadaka hii siku ya leo, ba'athahu Allahu ta'ala aminan wa yakunu mizanuhu athqala min jabalin Uhud. Siku tukufu, siku ya kuchinja. Tuangalie kwa ufupi, kwa nini kuchinja? Udhiya ni nini? Kwa sababu mtu unaweza kuonekana akatoka hapa moja kwa moja akaenda sokoni akanunua bata ama akanunua kuku, ndio udhiya. Tuangalie wanawachuoni udhiya wanasema nini. Wanawachuoni wanasema al-udhiya ma yudbahu bi qasdi talabi thawab fil ayami 'Eid al-Adha, yabda'u min ba'di salati al-Eid ila akhir ayami at-tashrik, wa hiya sunnatun muakkadatun li ahli kulli baitin an yaf'aluha wa la tujzi'u al-adhiya illa bin-na'am. Wanachuoni wanatuambia udhiya ni nini? Udhiya ni kile kichinjo
kinachochinjwa kwa ajili ya kutaka thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena kuchinja kwenyewe kunaanza baada ya swala ya Idi. Kama umechinja kabla ya hapo ni kitoweo kama kitoweo kingine, na kama utachinja baada ayami tashiriki, hicho ni kitoweo kama kitoweo kingine. Lakini kitoweo cha udhiya kilichotakiwa na mashehe wetu hawa kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yule aliyochinjwa leo baada ya swala ya Eid mpaka ayami tashiriki. Ahli kulli baitin, inapendelewa, inatakikana kwa kila nyumba ayafaluha, kuifanya. Wala tujizul adha illa binam, na haitoshi kuchinja isipokuwa mnyama wa miguu minne. Sije ukaenda kununua bata ama ukanunua kuku ukaona bora nikamwage damu, sio udhiya. Hiyo ni kitoweo kama kitoweo kingine. Na vile vile tukikazia tuangalie maimamu wanne. Hadithi tutaifanya fupi sana katika mambo hili. Maimamu wanne hawa waliosema umuhimu wa udhiya. Imamu Malik, naenda haraka anasema al-udhiya hiya sunnatu ala al-qadir alayhi. Imam Malik anasema udhiya ni kile kichinjwa ambacho inakuwa ni sunna kwa anayeweza. Huyu ni Imam Malik Muislamu yake. Imam Shafi'i anasema hiya sunnatu ala alladhi yamliku thamanuha ziyadatu ala hajatihi wa hajata man ya'ulu ayyam al-eid wa ayyam at-tashrik. Imam Shafi'i ambaye ndio madhehebu yote makubwa katika eneo letu hili Afrika Mashariki, kwamba Imam Shafi'i anasema hiyo ni sunna kwa yule ambaye anamiliki thamani ya kununua mnyama na anamiliki thamani ya chakula chake yeye na familia yake, na anamiliki thamani ya ndugu zake kama kuna watu yeye ndio mtegemezi, fi ayyamil Eid, katika hii leo siku ya Eid, wa ayyamit tashrik, na siku tatu za tashriki. Imam Shafi'i anasema huyo itakuwa ni sunna na umiliki hili. Hanafia anasema hiya wajibatu indahum ala al-mu'tamad, huyo amekata tu kwa mpato, ni wajib katika kauli ambayo ni mu'tamad. Hanafia wanasema. Hanabila anasema hiya sunnatu ala al-qadir alladhi yamliku husuluhu ala thamaniha walau bidaini in yajdu al-wafa'u lahu. Imam Hanabila huyo anasema ni sunna kwa yule mwenye kuweza ambaye anamiliki ile thamani, tena japo kuwa ni kwa mkopo akakope, yajdu lahu alwafa, lakini ikiwa ana matarajio ya kuweza kulipa. Hawa ni mambo wanne waliozungumza umuhimu wa siku ya leo ya kuweza kuchinja, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazungumza kutokana na swala hilo kwamba akasema mtu ambaye anao uwezo wa kuchinja alafu asichinje tu, hadithi haina mushkeli, hadithi iliyokuwa na Bukhari. Mtu ambaye anao uwezo wa kuchinja alafu asichinje tu akashughulishwa na mambo mengine, basi Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu atamfufua siku ya kiyama na opsheni za hali mbili, ima yahudia au nasrania, ima amfishe awe ni Yahudi ama awe ni Nasara. Hadithi iliyokuwa na Imamu Bukhari. Ndugu zangu katika imani, swala la kuchinja ni swala muhimu sana, na ni swala linatakiwa la maandalizi, na hujachelewa. Kama hutoweza kudiriki leo, kuna kesho kutwa, mpaka hizi ayami tashiriki ziishe, ndio wajibu wa kuchinja. Hiyo al-udhiya itakuwa imekwisha. Tukimwangalia hadithi iliyopokewa na Mama Aisha. Mama Aisha radhiallahu anha anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma amalu bin adama min amali yawmin nahar ahabu ila Allah min ihadihi dam. Hakuna amali yoyote, jambo lolote utakalolifanya leo, jambo hilo hii siku ya Eid ambalo linampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, min ihadihi dam, kuliko umwagaji wa damu wa kuweza kuchinja. Wa innahu la yati yawm al-qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakani qabla an yaqa min al-ard. Hakika amali yoyote utakayoifanya leo si bora kuliko amali ya kuchinja yofu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema
basi atakuja yule mnyama siku ya Kiyama akiwa ana pembe zake, ana nywele zake kakamilika na viungo vyake vyote. Wa inna dama, na hakika hii ya damu utakayomwaga leo, la yaqa'u min Allah, inafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika alipo, kabla an yaqa'a min al-ardh, kabla ya kuingia katika ardhi. Pale unapochinja, kabla ile damu haijadondoka ardhini, ishafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, hayamfikii manyama yenu ambayo mnaochinja wala damu hizi, lakini lengo yanaluhu taqwa minkum, kwa Allah subhanahu wa ta'ala inafikia ule uchaji kwa kuwa umeambiwa na umetekeleza. Ndugu zangu katika imani, mambo yanayozungumzia habari za kuchinja ni nyingi sana, na yanayozungumzia umuhimu huu ni mambo mengi sana, lakini tumalizie na aya za Allah subhanahu wa ta'ala tuliposema, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hii ni taslia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipoambiwa aweze kuchinja siku ya leo. Sababu nuzuli, hawa wafasiri wameenda sehemu mbalimbali, lakini ilishuka kwa bwana mmoja anaitwa Al-As ibn Wa'il. Hii sura As ibn Wa'il huyu alikuwa akitajiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake. Yeye anasema, da'uhu fa innahu rajulun abtar, tani naye huyo ni mtu alokatikia. Haya ni maneno akayasambaza, na katika riwaya nyingine alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlangoni pale msikitini. Yeye bana anaingia ndani wakati Mtume kashamaliza kusali anatoka, lakini ndani kuna waumini Makuraishi wapo. Akazungumza na Mtume kidogo kubadilishana mawazo. Alipoingia ndani wenzio akamuuliza, vipi alikuwa unazungumza habari gani na Mtume? Kuna habari gani labda iliyo pale? Akaleta ile lugha ya kigeni, acheni nayo wal abtar, yule ni abtar. Sababu abtar kipindi cha jahiliya ni mtu ambaye hana mtoto wa kiume, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hiki alikuwa alifiwa na mwanawe Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watoto 7, wanaume 3 na wanawake 4. Sasa huyu mtoto wake Ibrahim alikuwa ndo amemalizika katika wale wote hao, walikufa wakiwa wadogo. Sasa Mtume ikawa hana raha jambo la kufiwa, basi yule bwana akaeleza wal abtar, habari yake imeshakwisha, hana dhikruhu tena, itakuwa imekwisha, umeshakufa, hakuna utajo, kwa sababu ndio asili ya watoto wa kike hawa ni nasabu ya upande mwingine, wajukuu wa watoto wa kiume ndio nasabu inakwenda pale, ikawa ni abtar. Mtume alipozipata hizo habari alihuzunika kama mwanadamu. Kumbe hii habari iliyoenea hapa mjini ni yangu mimi. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta hii sura, akaileta